Channel bora ilo nzuri inokuletea yalo ya kheri kwa kutumia ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna ahsana al-hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Waislamu na wahusieni, pia ninajihusia mimi mwenyewe kwamba tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Aljumaa iliyopita tulizungumzia juu ya kuwalinda watoto wetu kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni namna gani tunaweza tukawaangamiza watoto wetu au kujiangamiza wenyewe au kuangamiza mali zetu kwa kuziapiza au kujiapiza au kuwaapiza, imma kwa kujua au kwa kutokujua. Tukatoa tahadhari ya Mtume aliyotuambia, la tad'u ala anfusikum illa bikhair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, kwamba tafadhalini sana msijiombee wenyewe dua mbaya, ila mjiombee kheri, kwa sababu malaika wa Mwenyezi Mungu huwa wanaitikia amin kwa kila mnachosema. Tukaenda tukafika mahala kwamba hata kuwaita watoto wetu majina mabaya, yale majina ni yenye kuathiri, yanaweza yakawapelekea wakawa kama vile tulivyowaita. Tukasema ni haramu kuwaita watoto majina ya Mwenyezi Mungu, ni haramu kuwaita watoto majina ya ujabbar au yenye sifa ya Mwenyezi Mungu, lakini vile vile tukasema ni vibaya kuwaita majina watoto yenye maana yenye kuchukiza, mpaka tukatoa mifano. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake alikuwa akiwabadilisha watu majina kwa sababu ya majina yale walionayo yana athari kwao. Hata Sayyidina Ali alipokuwa amejaaliwa mtoto wa kwanza Hassan, alimuita Harbu. Mtume alipokuja akasema hapana, huyu ataitwa Hassan. Tukasema mpaka namna alivyowabadilisha watoto majina yale. Lakini haya ikiwa ni kuonyesha kwamba majina yana athiri, mpaka kama ilivyopokelewa kutoka kwa Ibn Musayyib kwamba baba yake Ibn Musayyib anasema alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza, masmuka, jina lako wewe nani? Qala, yeye yule baba yake Musayyib akasema, Haznun, mimi ninaitwa Haznu, yani maana ya huzuni. Mtume kuona vile akamwambia, anta Sahlun, wewe ni Sahl. Sahl na fikiri watu wanaelewa, ni wepesi na mfano wa hivi. Qala, yule bwana yeye akasema, la ughayyiru isman sammanihi abani au sammanihi abi, siwezi kubadilisha jina ambalo aliniita baba yangu. Qala Ibn Musayyib. Ibn Musayyib anazungumzia tukio hilo kwa yule bwana alipofika pale akaambiwa na Mtume kwamba usiitwe Haznun, uitwe badala yake uitwe Sahal. Akasema siwezi kubadilisha jina aliloniita baba yangu. Ibn Musayyib anasema, fama zalatil huzunatu fina ba'd, tangu siku ile haijatutoka huzuni muda wote tuliokuwa pale na bwana yule. Hii ni kuonyesha kwamba jina lina athiri. Sasa ndugu zangu, leo naomba tuzungumzie sasa namna ya kuwalinda watoto wetu na mashetani wa kibinadamu na wa kijini. Mashetani wako aina mbili, ya binadamu na majini. Shetani maana yake ni mpotoshaji, mtu muovu au yeyote muovu au kitu kibaya ni shatana. Hata unaposikia kwamba labda Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha
na mbwa mweusi kwa sababu ni shetani, sio maana kwamba yule ni jini. Maana watu wengine wanaelewa kwamba shetani ni lazima awe jini. Maana yake ya ukorofi wake mbwa mweusi ndio maana akamuita shetani. Katika hawa wanadamu wako mashaitani, inawezekana ni mimi na wewe, wal billahi min dhalik. Lakini katika majini wako mashaitani, kwa maana kwamba kama vile ambavyo wanadamu wako watu wema na waovu, kadhalika na kwa majini wako watu wema, wako majini wema na waovu. Leo naomba tuzungumzie namna ya kuwalinda watoto wetu na mashaitani wa kibinadamu. Inshallah tutakuja kuzungumza namna ya kuwalinda watoto wetu na mashaitani wa kijini. Mashaitani wa kibinadamu, ndugu zangu, ni hawa ambao wametengenezwa na mfumo uliotengenezwa wanaita hii mifumo ambayo iliyotengenezwa na wazungu, na watu wakachukulia kwamba huu ni mfumo wa maisha, wakaacha mfumo ambao ameuelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake pale aliposema, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kama tulivyosema Ijumaa iliyopita, kwamba yeyote aliyekuleteni mtume yachukueni, na aliyokukatazeni yaacheni. Basi watu wakaacha mfumo waliofundishwa na mtume kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakafuata mifumo inayotengenezwa na wanadamu. Hawa ndio ambao kwa kubeba mfumo huo, ikiwa ni mimi au wewe, tumeshachukua njia ya sheitani. Leo hii watoto wetu hawana amani, hawana salama, na kutokuwa na amani na kutokuwa na usalama kunayapelekea maisha yao hapa duniani na huko akhera yao ni maisha yasiyokuwa na salama kwao. Maana yake ni kwamba ninapozungumzia watoto, inawezekana hata wewe au mimi kupitia utoto wetu tumerithi maisha yasiyokuwa salama ambayo yanatugharimu hapa duniani na yatakutugharimu kesho akhera. Allah anasema khudhu hidhrakum, chukueni hadhari zenu. Ndugu zangu Waislamu, naamini kwamba wote mnafahamu hali iliyopo sasa hivi. Watoto wanapokwenda mashuleni, watoto wanapokwenda madrasa, watoto wanapokuwa majumbani, wako katika tabia tofauti tofauti. Kuna ambao wana tabia za kishetani, kuna ambao wana tabia njema lakini zinageuzwa na mashaitani ili kuingia kwenye tabia ya kishetani. Na hii ndio kazi kubwa anayoifanya sheitani ili aweze kuingia na kundi kubwa la watu motoni. Ndugu zangu Waislamu, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح. Mtume alikuwa amezidi mno kuchukia na kukemea majina yaliyo mabaya, wayukrihuhu jiddan, na akiyachukia sana, minal ashkhas, miongoni mwa majina ya watu, wal amakini, na majina ya maeneo, wal qabaili, na majina ya makabila, wal jibali, na majina ya milima. Hatta innahu marra fi masirillah, siku moja akawa katika kutembea kwake akapita mahala baina jabalaini, kati ya milima miwili. Alipoona ile eneo, fasaala anil ismihima, akauliza majina ya milima hiyo miwili. Faqila lah, akaambiwa mlima mmoja unaitwa Fadhih na mlima wa pili unaitwa Mukhzi. Alipopata hilo jina, maana kwamba mlima mmoja unaitwa Fadhih, mnajua Fadhih maana yake ni fedheha, alafu mlima mwingine unaitwa Mukhzi, yani khazaya, chukizo na kitu kama hivi. Na katikati ya hiyo milima ndio njia anayotaka apite Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akageuza, walam yamurra bainahuma, wala hakupita tena kati ya milima hiyo miwili. Sasa wa man ta'ammala sunna, atakayekuwa amezingatia mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajada maani al-asma'i murtabatatin biha, atakuwa amezingatia kwamba maana ya majina huwa ni yenye kufungamana na hicho kilichoitwa hilo jina. Hatta kaanna maaniha ma'khudhatun minha,
kama vile ambavyo maana ya hayo majina yamechukuliwa kutokana na hicho kilichoitwa hivyo, kwamba kimeitwa hivyo kwa sababu ndivyo kilivyo hivyo. Sijaeleweka vizuri? Wa kaanna al-asmaa mustaqa min maaniha, na kama vile ambavyo majina huwa yanachukulika kutokana na maana ya hilo jina. Fata'ammal, zingatia wewe mtu wewe, kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ilipokuwa yuko na maswahaba, wakawa wanazungumzia juu ya makabila. Wengine wakasema kwamba kabila fulani, kwa mfano kabila la Aslam au kabila la Ghifar au kabila la Usayyat, wakasema kwamba hawa wameangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Aslam salamaha Allah, yani wale wenye jina kabila ambalo jina lake ni Aslam, maana yake salamaha Allah, Mwenyezi Mungu amelisalimisha. Wa Ghifarun, na wale wenye kabila ambalo linaitwa Ghifarun, Mtume anasema ghafara Allahu laha, Mwenyezi Mungu ameshalisamehe. Maana yake hilo jina limekwenda na hali halisi ya tukio ambalo linastahiki kwao. Ndio akasema wa Usayyitun, na wale kabila linaitwa Usayyitun aswatillaha, hawa wamemwasi Mwenyezi Mungu. Hapo nilikuwa namalizia upande wa majina, namna ambavyo yanaathiri. Mtume anatutahadharisha kwa hayo. Ndugu zangu, wa mimma yahtaju ilayhi tiflu ghayatul ihtiyaji, na kile ambacho kinahitajika kwa mtoto upeo wa kuhitajika, al-i'tina'u bi amri khuluqihi fa innahu yansha'u ala ma 'awadahu al-murabbi fi sigharihi. Inatakiwa mtoto lichungwe sana jambo la kuitengeneza tabia yake, kwa sababu tabia hiyo atakuwa nayo kulingana na namna ambavyo yule mlezi wake atakavyokuwa amemzoesha katika udogo wake, kama vile ghadab wa ajala, yani hasira, kumtengenezea tabia ya hasira, au haraka, mambo ya tamaa, au kuwa na hamaki wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo. Fayas'ab alayhi fi kibarihi talafi dhalika, ikawa sasa ni vigumu mno kuyaangamiza, kuyatoa hayo uliompandikiza mtoto, uliomlea akakuwa nayo wakati wa ukubwa wake. Wataswiru hadhihi al-akhlaqu sifatun wa hay'atun rasikhatun la, na ikawa hizi sifa ni sifa ambazo atakuwa nazo mtoto, na ndio maumbile atakayokuwa nayo ambayo yatakuwa yamemganda. Walihadha tajidu akthara an-nasi munharifatu akhlaquhum, ndio maana unakuta leo watu wengi wamekuwa tabia zao ni za kinyume kabisa. Wadhalika min qibali tarbiyati allati nashaa alaiha, hii ni kutokana na ile tabia ambayo wamekuwa wametengenezewa wakakuwa nayo. Wakadhalika yajibu pia nyinyi Waislamu, sisi Waislamu, ina wajibu juu yetu an yajtaniba sabi, kumwepusha mtoto. Hapo nataka tuangalifu, kumwepusha mtoto idha akala majalisa lahwi, pale atakapokuwa amepata akili, kumwepusha na vikazi vya kipumbavu, walbatili, na vikazi ambavyo ni batili, walghinai, na miziki, wasamai alfuhshi, na kusikiliza maneno ya kifedhuli mabaya, wa mantiki sui, na matamshi mabaya. Fa innahu idha alika bisam'ihi asura alayhi mufarakatuhu fil kibari, kwa sababu atakapokuwa ameyabeba hayo akawa yameingia masikioni mwake, yakawa ameyazoea, itakuwa vigumu kuyatoa. Waarabu wanasema al-ilmu fi sighari kanaksi fil hajari, ilmu unayompandikiza mtoto wakati wa udogo wake, hiyo ni sawasawa na mtu aliyefanya mchoro wa kuchonga kwenye jiwe. Lakini wal ilmu fil kibari
kanakshi fil bahri, lakini ile unayompandikia mtu kwa katika uzee wake. Leo sisi wazee hapa tukitaka tutengeneze nafasi ya kuhifadhi, iwe ni shairi au Qur'ani, tukashindanishwa na watoto wadogo, akaja mtu akatuhifadhisha hapa, wale watoto ikishaingia imeingia, wewe mzee leo imeingia hapo shida, kesho ishatoka. Ndio anasema kwamba walilmu fil kibari kanakshi fil bahri, na elimu inayoipandikizwa mtu uzeeni ni kama vile mtu anayechora kwenye bahari. Sio mchoro utaotokaje, uandike kwenye bahari, chukua msumari, chukua kisu, chukua sisi kitu gani, chukua hata grinder, unasema mimi leo nataka nichonge kitu hapa baharini, alafu na mwingine achukue grinder hiyo achonge kitu kwenye jiwe. Sasa angalia ni kipi ipi itakayokaa, hii ya bahari itaingia wapi? Kwa hivyo ni muhimu sana kuangalia maisha ya namna ya kuwatengeneza watoto wetu wakati wa udogo wao. Waislamu, nimealeta haya kwa sababu ya khudhu hidhrakum, chukueni hadhari zenu. Iko taarifa ya onyo la usalama wa umma kwa wazazi na walezi. Kuna ongezeko la kutisha la matukio ya watoto wa shule kupotea wakati wa kwenda na kurudi kutoka mashuleni. Wazazi, walimu, walezi, waendesha bodaboda, viongozi wa bodi za shule na jamii kwa ujumla, mnahimizwa mno kuwa waangalifu sana na kuchukua tahadhari kubwa kwa ajili ya watoto. Khudhu hidhrakum, Mwenyezi Mungu alishasema siku nyingi, chukueni tahadhari zenu. Matukio mengi yanaripotiwa kutokea pale asubuhi mapema watoto wanapoelekea shuleni, pia jioni watoto wanaporudi nyumbani, kwenye barabara za pembezoni, mitaa ya makazi, njia za miguu na vituo vya mabasi. Inasikitisha kuwa kuna taarifa za watu wasiojulikana wanaotumia magari yao na pikipiki zao kuwakaribia watoto wakijifanya kuwa wanawasaidia. Yaani wanaweza kuwakuta watoto wako njiani, labda katika hii ugumu wa usafiri, tatizo ambalo sijui serikali inalifikiria vipi. Maana mashule ambayo yana magari yao, hata hawa wanafuata wakati mwingine, lakini hawa ambao hawana school bus wanasubiri kwenye daladala hapo kwenye foleni, itizame ni muda gani wako hapo. Ikiwezekana ni alfajiri ile wanapotoka, mahala pa hatari ni kutoka nyumbani kwake kwenda kituoni, hapo katikati hapo, Mungu bariki watoke na nyumbani wafike kituoni salama. Lakini wanapofika kituoni vile vile wakute hayo mabasi basi japo na wanapanda, na wakute ni basi lenyewe ambalo lina usalama kwao. Lakini watakapokuwa wanasubiri muda mrefu, ndio mahala watu waovu wasiojulikana wanafika pale, waambia wewe mtoto, nataka nikusaidie. Sasa msaada wanaotoa ama kuwapa lifti, au wakati mwingine kuwapa pipi au zawadi au fedha, au kudai wanawajua wazazi wao. Sasa kaambia wewe mzazi wako namjua, tunafanya naye kazi, rafiki yangu sana, twende. Mtoto akishaambiwa kwamba huyu baba yangu anajulikana, ni mtu rafiki yake baba, anakwenda au anapokea hiyo zawadi, japo pipi tu. Mtoto anapewa pipi, akipewa ile pipi kuisha habari yake. Inawezekana ina kilevi na akachukuliwa, au haina kilevi lakini inakwenda kumuathiri, jambo ambalo mwisho yote ile mtoto atakwenda kufuata haya matakwa anayotaka yule mtu ambaye ndio lengo lake. Sasa wazazi wanashauriwa mara moja kuzungumza na watoto wao na kuwafundisha hatua hizi za usalama zifuatazo. Kwanza, kamwe usikubali lifti, chakula, zawadi, pesa au msaada kutoka kwa mtu usiyemjua. Nilishawahi kusema siku nyingi sana hapa kwamba wazazi wakati mwingine kule kuwa wakali sana kwa watoto wetu, huna ukaribu na watoto, huna urafiki na mwanao, anakuwa yeye hataki pifi kwa jambo ambalo limemtatiza, anaanza kufikiria haya ndio nishafikwa na jambo hili. Mfano, nimebakwa, nakwenda kumwambia nini baba? Hivi nikimwambia atanielewa? Mwisho yule mtoto anauchuna. Lakini wakati huo, wakati anabakwa, ametishwa na yule mbakaji kwamba ukisema, unaona hii, anaonyesha kisu, nitakuua, na kesho nisipokuona hapa, nikikukuta
nitakuwa. Anapoambiwa namna hiyo, anajua huyu ndio wa usalama zaidi, ambaye ameshaona kwamba nikimkidhia haja yake mimi sifi, sidhuriki, na kwa sababu kitendo hiki hakiniui, bora nikifanya kitendo hiki kuliko kufa. Kwenda kwa baba, anahofia nikifika kule baba atanielewa kwa namna babangu alivyo. Sasa kitu cha kwanza, wewe mzazi unatakiwa uwe karibu na mwanao na awe ni rafiki yako, na umpe jur'a, umpe ushujaa na imani ya kwamba baada ya Allah hakuna mwingine ambaye anayeweza kukuhami kuliko mimi. Yaani umwambie kabisa, mimi niko tayari kufa kwa ajili yako. Tena unampa na hadithi kabisa kwamba mimi kwa ajili ya kukuokoa wewe, hata kama nikifa kwa Mwenyezi Mungu mimi nimekufa shahidi. Na unampa ushahidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema man qutila duna malihi fa huwa shahidi, wa man qutila duna damihi fa huwa shahidi, wa man qutila duna dinihi fa huwa shahidi, wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidi. Unamwambia kabisa, Mtume keshatuambia, yeyote atakayekufa kwa ajili ya kutetea mali yake, huyo ana daraja ya kufa shahidi. Na yeyote atakayekufa kwa ajili ya kujilinda mwenyewe isimwagike damu yake au asiuawe, kafa shahidi. Na yeyote atakayekufa kwa ajili ya kuitetea dini yake, kafa shahidi. Na atakayekufa kwa ajili ya kutetea watu wake, mfano mama yako na wewe mwanangu, amekufa shahidi. Kwa hiyo niko tayari kupambana kwa namna yoyote kwa ajili yako. Mwanangu, nilikufika jambo, niambie mimi baba yako, mimi ndio nitakayekuwa msaada wa kwanza kukusaidia, tukimtawakkala Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto anakuwa na matumaini. Lakini muda wote wewe mtoto anakuwa hana amani, akikosea kidogo tu. Mpaka shehe mmoja anatoa mfano, anasema hata mwalimu unauliza maswali 7 mara 4 mtoto anajibu, 7 mara 2 mtoto anajibu, 3 mara 3 umeshika fimbo. Na ndio vitu tulikuwa tunafanya sisi katika kuhifadhi ile table ile. Mwalimu anakuja na fimbo yake, anapita kama vile ameshakupita. Akifika anasema 9 mara 2, anakuja ukiwa ulifikia anaelewa yule. Usipojibu fimbo mgongoni. Lakini wanasema wana saikolojia, huyu aliyepatia basi kumwambia kwamba barakallahu fik, mashaallah, tabarakallah, unamsifu, hata waambie wenzie mpongezeni. Lakini humpongezi isipokuwa akikosea bakora. Basi na baba ulikuwa namna hiyo, maana yake ni kwamba mtoto anawasi, mimi hapa nitapatia au nitakosea. Nikikosea maana yake bakora, bora kuchuna. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atuonyeshe njia ya haki, tuwalee watoto wetu kwa kuwatahadharisha. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستعفي عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna, ni mtihani. Wallahu indahu ajrun adhim, na kwa Mwenyezi Mungu ndio penye malipo makubwa na mazuri. Ndugu zangu, kuna namalizia mashetani wa kibinadamu ambao katika kazi hii wanashirikiana na mashetani wa kijini. Tunatoa tahadhari hii kwa sababu ndio jambo ambalo sasa hivi limetrend. Ukiona mtoto ametekwa, sio kwamba kuna wanachohitaji, ni mali tu. Wengine wameagizwa na mganga wa kienyeji kwa kushawishiwa na sheitani wa kijini kwamba ukimuoa yule mtoto ukamkata kiungo fulani ushakuwa tajiri. Basi wanafanya kazi hiyo. Wengine wanatumwa kwamba ukimbaka mtoto mchanga ushakuwa tajiri. Wengine wakaambiwa kadha. Hebu umeshuhudia kwamba kuna kijana mmoja mwanachuo ambaye amechinjwa na kichwa chake kimeonekana kwa mganga wa kienyeji, ndio asije kukamatwa wale waliomuua. Hao waliomuua wamemuua kwa sababu wameambiwa wapeleke kichwa ili waweze kupata utajiri. Sijui serikali itachukua hatua gani, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanatetea adhabu ya kifo wakisema kwamba ni kukiuka haki za binadamu, lakini hawaoni huyu aliyeuawa kwa sababu ya itikadi za kishirikina, naye amekatishwa maisha yake kwenda kinyume na haki za binadamu. Sikuambii hawa ambao wanawabaka watoto
au wanawalawiti watoto wa kiume au wa kike. Nataka nikupe mfano mmoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhalalishia sisi ndoa na akaharamisha zina. Marake ili pawe na maingiliano baina ya mume na mke, uhalali ni kuoana. Na katika kuoana, kile kilichokuwa haramu wakati hawajaoana kinakuwa halali kwake mwanamume na mwanamke, na wanapata thawabu. Lakini wakienda kinyume tu, haijalishi wamefunga ndoa, ili mradi wamekwenda kinyume na eneo linalohusika, wakaenda kwa eneo lisilohusika, wale wamelaaniwa. Mtume sasa anasema, chukulia mtu ambaye amembaka akamlawiti mtoto, halafu apelekwe mahakamani na ithibitike kwamba imefanya kosa lile. Hebu ichukulie adhabu anayopewa yule mtu inastahiki kweli? Maana adhabu ya mwisho ambayo tungeona angalau ni sawa sawa ni kuuawa. Sasa angalia Mtume anavyozungumzia juu ya jambo la liwatu. Anazungumzia kwa wale ambao wameridhiana wenyewe, aliyeridhika kulawiti na aliyeridhika kulawitiwa. Anasema Mtume, man wajadtumuhu, mtakapomkuta, faqtulu, muweni, fa'ilan wal maf'ula bihi, yule aliyefanya na aliyefanywa wameridhiana kwa ridhaa zao, sio yule mtoto ambaye amelazimishwa akalawitiwa. Huyu aliyelazimisha akalawiti apelekwe mahakamani, akutwe na hatia, adhabu inastahiki ndio hiyo wanayoitoa. Tunaiomba na serikali na iangalie hizi sheria zao wanazoziweka juu ya jarima zinazofanywa na watu ambazo ni kinyume na maadili wanayopigia kelele kila siku, kwamba moja ya njia nzuri ni kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Ndiye aliyetuumba, ndiye anayejua kwamba ni kitu gani kikipita salama inapatikana. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuonyeshe haki tuifuate na atuonyeshe batili tuiepuke. Hayo ni kuwahadharisha watoto wetu na mashetani wa kibinadamu. Insha Allah akituwafikisha, tutakuwa tukumbushane hadhari za kuwahadharisha watoto wetu na mashetani wa kijini. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Murtah Hikma, hikma ya dini yako.